Thengio muno mwiroreri wa Jijo official ngai witũ akũrathime nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wi hamwe na ithuĩ muthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ twacoka o rĩngĩ nigetha tũke tũkũmĩrĩrie na tũkwĩre ngai nĩ ahotaga gwĩka maũndũ marĩa mũndũ atangĩhota gwĩka. Koguo ndakũnyita ũgeni na ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũkorwo ũgĩtũ support hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ya twekĩra video nĩ mũtũkenetie na thengio muno nĩ tondũ wa kwĩrorera video citũ, na thengio nĩ tondũ wa message cianyu, thengio nĩ tondũ wa gũtwandĩkĩra, thengio nĩ tondũ wa thimũ iria mũkoretwo mũgĩtũhũrĩra. Ngai witũ amũrathime nĩ tondũ nĩ tũramenya nĩ kũrĩ wĩra tũraruta ũyũ mũnene Ngai witũ atũhete, nĩ tondũ to gũka haha na kwanjĩria kuoya rũgano kana to gũka gũkũ na kwambĩrĩria gũkorwo twĩ haha, nĩ kuoyete maũndũ maingĩ mũno na nĩ tũteithĩkĩte ona ithuĩ ene nĩ kũiguo na andũ angĩ makoragwo na maũndũ maritũ mũno na magacoka magakorwo atĩ Ngai nĩ amateithĩtie na magakorwo atĩ nĩ megũkũhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Ũndũ ũcio nĩ ndakũnyita ũgeni nĩgetha tũtwarane nawe na gũthaithe ũngĩkorwo ndũ subscribe YouTube channel yakwa, ndagũthaitha twĩtĩkĩre kũhe kĩheo kĩu subscribe Jijo official, subscribe watch, ucoke utige comment hau no like, na Ngai nĩ egũkũrathima. Thengio nĩ tondũ inyuĩ subscribe rekei tu tũkinye 7,000 tũtigĩtie hanini o hanini tu tũkinye 7,000 na tuthiĩte ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgakinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Kuo karibu sana na Ngai witũ amwĩke wega. Na muthenya wa ũmũthĩ nĩ ndoka na rũgano very sad na rũgano very sensitive at the same time, tondũ nĩ rũgano rwĩna mũtumia wa ũgereirie maũndũ maritũ mũno na nginya usalama wake ũgakorwo ndũkĩrĩ mwega, no Ngai witũ nĩ ndĩretĩkia atĩ this is a turning point na mwathani nĩ ekũmũteithia na mũtuge no tugi wa magegania, na kuma muthenya wa ũmũthĩ mũtũrĩre wake nĩ ũgũcenjia nĩ tondũ nginya Ngai nĩ arĩhotaga kũmũgitĩra na nĩ ekũthiĩ na mbere amũtongoretie o ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa mwathani agakĩmũteithia. Na nĩ ngwenda tũthikĩrĩrie rũgano rwake muthenya wa ũmũthĩ, na twathikĩrĩria nĩ njũĩ nĩ tũkũmũ support na njĩra ĩrĩa tũkũhota yothe, nĩ tũkũmũhũrĩra thimũ, nĩ tũkũmũmĩrĩria na nĩ tũkũmũhe mwĩhoko wa gũtũra rĩngĩ, na nĩ tũkũmũmĩrĩria tũmwĩre ona akinyĩte mũico nĩ kũrĩ na mwĩhoko na Ngai no oke amũrathime na amũcenjerie rũgano rwake, tondũ ũguo nĩguo Ngai ekaga. Na ngakũririkania gũkũ gwa Jijo official nĩ tũheaga andũ mwĩhoko, tũkamera Ngai nĩ acenjagia rũgano rwa mũndũ na tũkamerĩra atĩ Ngai nĩ ekũhota gwĩka, gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota kũmerĩra. Ngai ũrĩa ũteithanagia, Ngai ũrĩa ũheanaga, ũcio tu nowe tũngĩhota kwĩrĩra mũndũ, tondũ tũtirĩ na handũ hangĩ tũngĩhota gũteithĩria mũndũ no tũmwĩrire Ngai ũrĩa ũteithanagia. Ũndũ ũcio nĩ gũkũnyita ũgeni nĩgetha tũthiĩ na mbere na tũthikĩrĩrie rũgano rũrũ. We wĩ hau nĩ ũraigua hihi mũtũrĩre waku nĩ ũkinyire mũico, nĩ ũraigua na ndũrĩ na safety, wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria rũgano rũrũ nĩgetha Ngai witũ akuonie atĩ towe ũkoragwo wĩ wiki, nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno mageragĩra maũndũ na Ngai agacoka akamateithia. Na tondũ mũtumia ũyũ tũkwaria nake gĩthweri, nĩ ngwenda tuongirĩrĩrie na mwathani amũteithie ona ku understand, nĩ tondũ ti andũ othe na tũtiteithagia andũ othe arĩa magĩkoragwo marĩ a rũthiomi rwitũ. Koguo na mũndũ wa rũthiomi rũngĩ no tũkwaria, ona guoka rwa gĩthũngũ no tũkwaria, tũkũgiginyana nakĩo o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩona solution ya maũndũ marĩa mothe tũrĩonaga, nĩ tondũ Ngai nĩ akoragwo na anja yamo. Na rĩu nĩ kwenda kũnyita mũgeni witũ ũgeni na mũngirĩrĩrie, tondũ tũtikũ reveal ũthiũ wake nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte, na nĩ tondũ na wa security yake na security ya ciana ciake. Koguo tũtikũmũ reveal nginya ũthiũ wake, mũtwĩtĩkĩrie tu nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte na mu understand. No ihinda rĩa gĩkinya maũndũ rĩrĩa marĩgĩkinya harĩa marĩgĩkinya, nĩ ngwĩtĩkia atĩ Ngai no arĩtũhe ihinda rĩngĩ nake rĩa gũka gũcokia ngatho. Na koguo nĩ ngũmũnyita ũgeni amũgeithie o ũguo mũhana na mũmũkirĩrĩrie na atwĩre kĩrĩa gĩatũma ehumbĩre. Ndekwenda kuonwo na ti kwenda atangĩenda kuonwo, no nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte na tũgakĩgatha Ngai nĩ tondũ nĩ ekũmũhe solution muthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana mgeni wetu. Asante. Naomba utuambie majina yako, lakini hata kabla hujatuambia majina nataka tuombe ili tuanze hii huduma katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa sababu ya neema yako asubuhi ya leo. Twaomba ukatulinde, katufunike na damu ya Yesu Kristo, na hata asubuhi ya leo tunapoanza kwa sababu ya hii meeting, Mungu tunaomba ukakue pamoja nasi. Tunaomba ukaanzishe hii pamoja nasi, hii section pamoja nasi, na ukamalizie pamoja na sisi. Na Jehova ukipeana solution, jina lako litatukuzwa
utatukuzwa na utukufu wote utakuwa kwa jina lako. Tunaomba neema yako, tunaomba utukufu wako, na tunaomba kulindwa na wewe. Hata mgeni wetu tunaomba damu ya Yesu Kristo inaonena mambo mema ikamnenee jioni ya leo, na ikamtetee, na ikamwandalie mahali mzuri, na Jehova ukamshindanie kwa utukufu na sifa kwa jina lako. Kalinda watoto wake, kamlinde yeye mwenyewe anapoondoka na anapotembea. Bwana kamlinde kwa utukufu na sifa kwa jina lako. Jina lako liheshimiwe tunapoanza na tunapomalizia. Tutasema ni asante na kuinua jina lako, maana tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. So karibu sana, maybe unaweza kutuambia jina yako hata kama si majina yote, na alafu tuendelee na utupatie sababu ya kujifunika hivyo venye umejifunika, na sababu ile ilikufanya ukuje siku ya leo, na nilijua kwamba Mungu atakubadilishia hadithi yako, kwa sababu nimemuona akibadilishia watu wengi. Karibu sana. Majina ni Damaris. Na story yangu ni nzito. Ningetaka kuwapee na sababu moja ya nijifunike hivyo ni sababu ya security yangu, sababu nikipeana maybe kuna ita affect mahali kwingi kwa watoto, kwangu mimi naweza kosa kuwa safe ikijulikana, na itaweza fanya izuie pia uchunguzi ambao unaendelea, sababu ni kesi iko mpaka kwa DCI. Okay, ilikuwa ni kuanzia 2018. Baba watoto alikuja 2013 nikiwa na mimba ya ule sauti kidogo. Sauti yako isikike kidogo, maana umejifunika. 2013 nikiwa na mimba ya ule mtoto wangu mdogo. Bwanangu alitoka aliacha ameuza vitu zote, tulikuwa hapa Nairobi, akauza vitu zote za nyumba na akatuacha hapa Nairobi na akaenda. Na kuna wakati mmoja tulikuwa tunafanya sako na yeye tukiwa tu hapa Nairobi. So nilikuwa natoa do nampatia, tunaweka tugawane Disemba. Saa time alianza kuuza vitu, aliuza vitu na akaenda, na sasa hiyo niko na mimba na hajanunua chochote ya mtoto na akaenda. Baada ya wiki mbili, sababu tulikuwa na hoteli pande ya Gikomba, nilienda kwa chief hapo tu Gikomba, nikaenda nika report, akaitwa. Baada ya kukaa chini venye tuliongea, nikamwambia juu niliona anaongea vibaya, mimi nikamwambia mimi sitaki pesa yote yake, na simfuati ndio anipatie pesa ama anisupport. Kile nataka ile pesa tulikuwa tuna save, nilikuwa nimesave 4,450 anipatie. Vile aliulizwa kama ako nazo, akasema atanipatia. Tulikuwa tarehe 19, akasema tarehe 22 December ya 2013 atanipatia hizo pesa, ataleta. Na akasema 2013 ama 2018? That is 2013. Mahali kisanga ilianzia. Ulianzia 2013. Yeah. Story yako imeanzia mwaka gani? Tuseme 2013. Hapo nyuma tulikuwa tunasumbuana na ile ya kawaida tu. But sasa ile ilianza kuwa ikawa mbaya ni kuanzia hiyo 2013. Sasa baada kuulizwa atapeana pesa lini, alisema tarehe 22, that is December 2013. Atapeana, ataleta hiyo pesa hapo niende nikachukue pale. Na tukaagree, tukaandikiana. Kutoka hapo nilienda kwa nyumba nikakaa. Saa hiyo tumebaki tunalala chini, na nyumba ilikuwa ni kijiji. Nyumba ilikuwa inatoka maji. Nikawa sasa nalalia kama mattress kadogo kwa nyumba, amebeba kitanda, ameuza kila kitu. Baada siku mbili 22 nikaenda nikapata hajaleta hiyo pesa. Tukaenda kumtafuta. Nikapewa maaskari wawili, tukaenda Gikomba tukamtafuta, tukakuta hapatikani. Kurudi kumpigia simu, zile namba nilikuwa nazo amekuwa mteja. Zote zikazimwa. Kutoka hapo nilikaa sasa, nikaendelea na kustruggle. Nilikuja nikajifungua mwezi wa pili 2014. Nikasukumana na hiyo hali. Baada ya kujifungua kitu kama miezi 3, nilipiga ile simu, ikaenda through. Sikumuuliza mambo mingi, sababu mimi niliambia sister yake ndio nilipigia yeye, nikampigia ikaingia, nikarudi nikapigia sister yake nikamwambia. Akaniambia ni vizuri, lakini hakuna support yote walinipatia. Na sasa hiyo niko Nairobi, sasa watoto ni 3. Niliendelea nikangangana na hiyo maisha, nikangangana juu akiuza vitu. Mtoto huyu mkubwa alikuwa anaenda class 7. Nikangangana 2014, 15, 16, 17 ndiye alianza kuongea. Nikimuuliza so unataka tusaidiane aje? Akaniambia
ningetaka turudiane, tuendeleshe boma, sababu sioni maisha ikienda mzuri hivi. Mi kwa ile kukaa na kufikiria ni baba ya watoto ndio. Nitafanya nini? Nikaona sasa hata hao watoto ndaenda kuwapeleka wapi kwingine. Nikamsamea tu na nikakubali. Nilikuwa sasa already nishajishikilia juu sasa nishazoea kukaa peke yangu. Nikarudi nyumbani, nikapeleka kila kitu nyumbani. Saa hiyo huyu mtoto mkubwa ashaingia secondary, anaenda form 2. Juu aliingia 2017. Ashaingia already form 1. Vile nilienda nyumbani nimebeba kila kitu nikaenda complete. Sasa nilikuwa nimeamua na kaa nyumbani kwao sasa. Tukaenda tukakaa hiyo 2017. Niliendanga wakati wa uchaguzi, hii venye kura zilipigwa ikasemekana zinarudiwa. The day before hii kurudia kura, hiyo ndio nilienda nyumbani. Nikaenda tukakaa 2018. Ikija kufika katikati hapo nilikuwa nafuatilia birth certificate ya huyu mtoto wa pili. So nilikuwa natoka nyumbani karibu kila mwezi na kuja hapa Nairobi, na kuja naenda kwa ofisi ya birth certificate, naenda naambiwa ngojea, nikawa nasumbuliwa na hizo vitu sana. Siku moja hiyo 2018 wakati shule zilifungwa November, nilitoka na hao watoto wawili wadogo sasa wasichana, nikatoka nao nyumbani nikakuja hapa Nairobi. Nilikuwa nikija na kuja kwa ndugu yangu ako hapa tu Isili, na hapo ndio nifuatilia hizo vitu. Hiyo siku venye nilikuja mtoto wangu huyu wa pili, naona afya yake imeanza kudhoofika. Kuna vile anakaa hayuko vile, unaona mtoto anakaa ni kama anashtuka mahali huko, hayuko sawa. Nikakuja naye tukalala. Kesho yake nikaamka nikaenda Church House Milimani huko kwa bath. Hiyo usiku vile nilikuja mtoto tukakula, watoto wakaambiwa wote na ndugu yangu, walikuwa ndugu yangu na dada yangu ule mdogo, hao wale wanafuatana wadogo kwetu. Akaambia watoto, "Ebu endeni mkalale." Akamuita, "Fulani, kuja, kaa hapa. Nataka utueleze ile story ulitupatia. Utueleze hapa mbele ya mama na usiogope. Mama hakuna kitu atakufanyia. Si tuko na wewe hapa. Ebu eleza." Mtoto alikaa chini akaanza kueleza. Nilimwaga machozi. Anasema baba amekuwa akimthreaten, anataka kulala na yeye. Yani akaeleza anaogopa, ati alikuwa anamwambia akisema atamuua. Akiambia mama yake atamuua. Kwa hivyo anamwambia ati usijaribu kuambia mama yako ama mtu yote kwa hii boma, ukisema tutakuua. Mimi nitakuua. Na akawa anajaribu mara mingi alale na yeye, na inasindikana. Unajua sasa hiyo msichana kuna miaka ngapi? Ni mdogo juu, as we are talking ndiye amekalia mtihani KCPE. So alikuwa msichana mdogo sasa. Ni mdogo 2018 na sasa ndiye amekalia amekalia KCPE. Sasa mtoto akaeleza venye amekuwa akimtesa juu baba alikuwa akai nyumbani, ako town Machakos, alikuwa anakujanga weekend. So hii vitu yote alikuwa anafanyanga Sunday, tukienda church anafanya hivyo. Kwa hivyo ukienda church hujaenda na mtoto? Mtoto ameenda Sunday school, vile ushago watoto huenda Sunday school, mnarudi wazazi wakienda church. So hiyo time ndio alikuwa na jaribu hivi, na unajua alikuwa na force, but akiona ni kama watu watakuja juu mchana, unajua watu wanakuja ile odi hivyo, anaacha. Sasa mtoto akaeleza hiyo story, ilikuwa uchungu. Akasema ni zaidi ya mara 3 kuendelea akijaribu, but hajaitoboa kulala na yeye. Akasema hata siku moja kitu mwezi wa 7, kuna wakati mtoto alikuwa amefura hapa hivi kwa bega side moja. Nikauliza mtoto, "Ni nini umefanya?" Anasema, "Mama, ni uchungu tu." Nikieleza baba yake anauliza, "Ulianguka?" Ile anamsanukia mtoto, anasema hapana. Sasa finally hiyo siku akieleza ndugu yangu, alimwambia hiyo siku baba ndiye alimfinyilia kwa kiti ile ana nguvu. So ndio aliumia. Alikuwa ameumia hiyo wakati bega moja, mahali alimfinyilia kwa kiti akingangana na yeye. Ile huyu ni mtoto alimfinyilia kwa kiti, kwa kona ya kiti. Ndio hapo aliumia bega. Hapo ndio nilijulia nini ilikuwa imemfurisha bega moja. Akaeleza hiyo story ilikuwa ya uchungu. Baada ya kueleza
nilishindwa nifanye nini. Already tumekuja tu kwa haku manage kulala naye. Haku manage but alikuwa amemuumiza. Sasa baada ya kuelezwa hivyo, mimi nilishindwa nitafanya nini. Nimetoka nyumbani juu ya shughuli ya bath. Kwa hivyo hapo nitabidi nitumie akili venye nitaweza saidia huyu mtoto na niweze kujua ukweli. Nikaongea naye, nikampigia simu baba yao, nikamwambia wacha tuache huyu mtoto huku, atakuja na ndugu zangu juu tulikuwa tumeagana watakuja Christmas kwangu. Atakuja Christmas wakikuja na ndugu zangu. Akaniambia ni sawa. Nikaenda na aka katoto kadogo nyumbani. Vile tulienda nyumbani sikuweza kumueleza. Tulikaa siku 2, nilikuwa na kashamba hapo Machakos. Siku 2 tulikaa hapo town nikienda kulima hiyo, so sikuenda direct nyumbani. Siku ya pili nilikuwa na sijui wanaitangaji hii vikundi ya wamama. Chama. Chadhi mnaitanga chadhi kwenu ama ikuwa mwethia. Okay. Sasa nikawa ilikuwa inakuja kwangu. Nakumbuka ilikuwa siku ya Thursday. So hiyo Wednesday ikasemekana nitaenda shamba, nikitoka shamba niende nyumbani huko Ushago, niende tumalize Thursday, alafu nirudi nikuje kumalizia ndio Saturday tuende naye nyumbani. Nikaenda nyumbani. Kuna vijana wanakaanga hapo hivyo. Nikaenda, nilifika saa 1, nikakuta wamefungulia, kuku zimetoka, zingine zimebebwa na mwewe. Mimi nikashughulika usiku. Sasa ni usiku wa Wednesday. Nikapata wamefungulia kuku, wakaziacha nje, wajazieka ndani, wamezifungulia kutoka mahali zinafungiwa wakaziacha nje, zikabebwa na mwewe. Nilienda nikaingiza zile zilibaki na nikalala. Kesho yake nikamaliza hiyo shughuli na nikarudi Machakos Sound. Kufika nikaenda nikamueleza, imagine fulani walifungulia kuku na zikaliwa. Majina yao najaribu seme juu ya hiyo. Nikamwambia fulani alifungulia kuku na akaacha zikaliwa na mwewe. Akaanza kuniambia sasa wangefanya nini? Ananiuliza hivyo. Sasa wangefanya nini? Nikamwambia sasa hiyo ni ukele, sababu hao ni watu wakubwa. Hapo na hapo ndio ilianza matusi. Akanitukana, akaniambia elea hao wako ndio wazuri, na akanichapa. Na kumbuka hata alininyonga mpaka akanigwara. Alikuwa ameniweka makucha kwa shingo akininyonga. Akanigwara mpaka akanitoa ngozi. Hapo na hapo nikanyamaza. Akanitupa nje, nililala kwa street town Machakos. Nikalala nje mpaka asubuhi, nikatema kitoka juu sasa alikwama na mtoto. Nikamwambia nipatie mtoto mimi niende na yeye. Sasa baada ya kuwa amenichapa, niliumwa, nikamwambia nataka mtoto niende, na nikienda lazima nitapitia polisi nieleze venye au vijana wamekuwa wakithreaten mtoto wangu. Sasa sikumwambia kama ni yeye. Nikamwambia hao vijana venye wamekuwa wakithreaten mtoto wangu. Hapo sasa ilimuuma, I think alisense ni kama mtoto ameeleza hii kitu. Kuanzia hapo mambo ilichange, akawa anatutesa, sijui mpaka kuna time I think alikuwa ametutafutia watu kuja kutuchapa hapo. Juu hata alinitupa nje, alirudi kunitupa nje, tukalala nje. Usiku tumelala, nimekasikia akipiga simu akisema hata nishawatupa nje. Na saa hiyo kulikuwa na stima, akazima stima zote. So tulilala nje, na kwetu kuna forest. Tukalala nje na hao watoto. From there sasa mambo kila kitu ikachange. Na mimi nikawa juu niliacha huyu mtoto hapa Nairobi, nikaanza kuchunguza ile kitu pole pole. Baada ya mtoto kufikisha hiyo December, hiyo Christmas hawakukuja. Nikamwambia wakuja Januari. Sasa hiyo ile mateso napata, nimefika mahali nimegonjeka ulcers hadi natapika damu. Mtoto alikuja tarehe 31 hiyo December. Vile alikuja, tulipatana naye kwa njia nikikuja kuchukua mtoto. Nimeenda Machakos kuchukua mtoto, naye tukapatana akitoka kwa nyumba akienda na ng'ombe kulisha. Jioni hivi alipita mtoto ni kama hajaimuona, akampita hivi amemwangalia vibaya. Kupita pale ndiye alimwambia mambo. Ile design ile heshima ya mzazi hakuna. Shule zilikuwa sasa zinafunguliwa tarehe 2 na tuko 31st. Tulikaa hiyo kesho yake nikamwambia nipatie pesa ya kwenda kununulia mtoto vitabu. Akasema mimi sina pesa. Hivyo ndio alinijibu kimadharau, sina pesa. Nikamwambia ni sawa, nitauza hizi kuku ninunue vitabu za watoto.
Hakunipatia pesa, alizunguka jioni akanipatia 500 peke yake. Nakumbuka ni watoto wawili, aka kadogo sikashaanza shule na huyu ako primary. Nakumbuka ule mkubwa ajui anasomea wapi, ajui anasoma nini na nini, hajailipa chochote na ajui hata anasomea shule wapi. Na ni watoto wake kuzaa? Wadogo. Sasa venye alifanya hivyo, tarehe 2 kumefunguliwa shule, nilienda nikaeleza headmaster, nikamwambia ujue hapa kuna story kwa hapa na ni ya uchungu. Kwa hivyo utanikubalia ile time nitataka huyu mtoto juu ya uchunguzi nimchukue. Venye nilieleza headmaster akaniambia hiyo naye nimekupatia nafasi. Ukimhitaji saa yote wewe mchukue. Hakuna kesi tutakesi eti amekosa kuja shule mpaka umalize hii. Na kama utaona kuna mahali imeingia shida, mimi niko ready. Ukija uniambie unataka transfer letter saa hiyo nitakupatia. Kwa hivyo hapo na headmaster akanipatia time vizuri nikihitaji mtoto. Nilitoka hapo ndio nilianza nikakuja nikaambia baba yao huyu mtoto asikii vizuri, ajisikii vizuri. Kwa hivyo nahitaji kumpeleka OC. Mahali pa kwanza nilipeleka ni OC iko dispensary iko prison Machakos. Nilienda nikaeleza, niliita ule daktari alikuwa juu wenye ufanya hapo ni maaskari au madaktari. Nikamueleza hiyo story. Alichukulia kwa haraka akanituma kwa mwingine. Kutoka hapo nikaandikiwa barua, tukatuma Machakos Police Station. Na hapo ndio tulianza process ya kufuatilia hii kitu. Kufika polisi wakatuandikia, nikatuma Machakos General, tukafuatilia kila kitu na mtoto akachunguza, ikapatikana ni ukweli alikuwa anajaribu. Ndio alipona zile scars juu alikuwa huku kwa mapaja alikuwa anaonekana amechunwa. Alikuwa anamchuna ile akingangana kumtoa nguo. Sasa baada ya kufuatilia hivyo vyote akaenda tukajaziwa ile PRC, mtoto akachunguzwa kila kitu, ikasemekana ni kweli alikuwa anajaribu kulala naye. Ni vile ilisindikana juu scars zinaonekana vile alikuwa anamchuna huku kwa mapaja akijaribu kumtoa nguo. Hapo na hapo barua nilijaziwa, askari akaniambia mwenye sasa alichukua hiyo kesi ya defilement. Ikawa sasa iko mikononi mwake. Akaniambia kile kitu anaweza nisaidia juu hii kufuatilia pia itakuwa mzito cause mtoto ashapona already. Niokoe watoto kwanza ndio niweze kama nina uwezo niwe naweza fuatilia nikiwa mahali nikiwa safe. Mi hapo na hapo hata nilifanya kuuza mbuzi nyumbani ndio niweze kutoka ushago. Nilitoka hapo hata nilibeba manguo na gunia, sikuwa na chochote juu niliuza tu mbuzi nipate pesa ya kunitoa huko na nikatoka ushago. Na juu sikuwa na uwezo wa kufuatilia, mimi kile nilikaa nacho ni hiyo nini ya OB namba tu nilikaa nayo. Sababu kwa hiyo OB huyo askari aliniandikia mpaka namba yake. Akaniambia in case mpatana na huyu mtu kwa njia akuletee shida, hii namba unaweza call, nikiwa popote niko ninaweza shughulika usaidike. Mimi nikakaa na OB na nikasema juu sina uwezo sishindi kufuatilia. Sababu nimeweza kuokoa watoto, wacha ikae hivyo. Tukakaa. Sasa hii mwaka mambo ilianzia hii mwaka sasa ikawa wazi. Ilikuwa ni around tarehe 3 mwezi wa 3. Huyu msichana bado mwenye alikuwa na shikwa na baba yake. Akawa siku moja ametoka shule, kufika kwa nyumba akatoka kwenda kucheza. Jioni tu akiwa karibu akirudi akiwa karibu na ploti mahali tunakaa, alishikwa na watu hatujui. Alisimama kwa njia tu hivi akapata gari iko open. Oh God. Akachukuliwa tu na akawekwa kwa gari na hapo akafungwa, akabebwa, akapelekwa kwenye hakujua. Mara ya mwisho alikuwa anasema mahali aliona pa mwisho ndio wamfunike macho ilikuwa Donium. Na ametoka pipeline. Hapo akafunikwa macho, amefungwa. Hiyo gari ilikuwa na wanaume 3. Sasa alikuwa anasikia wanaongea tu ni kama wanaongea Kijaluo, wako tu hawajui. Akapelekwa kwenye hakujua ni wapi, akaenda akaingizwa kwa nyumba vile alifunguliwa macho hivi Kenya aliona kwa ile nyumba aliingizwa. Eti ni kiti moja ya plastic na mattress. Na wanaume baada ya kumuingiza hapo walitoka wakarudi na kitu inakaa kama maji club soda, ile maji hii chupa ya plastic ya soda ya takeaway ikiwa ni kama ni maji, haikuwa soda, kama maji iko clear. Wakamwambia kunywa ama tukuue. Akakunywa. Hapo na hapo ndio alipoteza fahamu akalala. Asubuhi akijikuta alikuta amelalishwa kwa hiyo mattress, ana book top. Alikuwa amevaa dera, ana book top. Akaiona iko kwa kiti. Walikaa wakakuja wakamvalisha. Akiamka hakuwapata.
na ni asubuhi, saa hiyo hajafunikwa chochote, amewekwa tu kwa hiyo mattress. Asubuhi yake wakakuja wakamvalisha wakamwacha hapo. Ile maneno alikuwa anasikia akiongea ni kusema alisikia wamesema eti masaa ya lunch imefika. Wakatoka wakaenda wakarudi. Hakupewa chochote kutoka hiyo jana. Akalala jioni. Usiku huko ni kama kitu saa 4 juu mimi nilimpata huku ikielekea saa 6. Wakamtoa tena wakambeba na gari. Wakakuja kumwacha mbali sasa na kwetu mahali panaitwa Kware. Walikuja kumwacha kwa njia ikielekea saa 6 masaa 5 huko. Ya usiku sasa ni siku ya pili. Saa hiyo ana sweta, ako tu na hiyo dera peke yake. Nikitembea alikuwa nazo. Nikitembea usiku nikizunguka tu nikimtafuta juu saa hiyo niko peke yangu, hakuna mtu ana shughuli. Nilienda kwa njia hivi nikapatana na yeye. Vile yeye akiniona kama amekosea utoroka, huyo mtoto hakuwa na nguvu hata ya kutoroka. Nilipatana na yeye anavuruta miguu, akombaridi, anakaa mtu ametoka kwa friji. Nikamshika kumuuliza ni nini, akanieleza. Saa hiyo tukaenda police station Kware, tukawaeleza, wakaniambia hii masaa ni late, mali unaweza enda kuandikisha ni police station. Hiyo ndio iko karibu na nyinyi, ndio iko pande yenu. Na hiyo ni ufanye kesho juu saa hii ukienda kwa hiyo ofisi saa hii huwezi pata mtu. Kwa hivyo endeni muende kesho. Kutoka hapo tulitembea, ni mahali unatembea over 30 minutes kwenda kwa nyumba, na ni saa 6 usiku. Tulitembea na yeye, nikaenda kwa nyumba nikampea chakula, hakuoga, nikapiga hii hospitali inakuanga Mathare, hii inashughulika na kesi za rape. Nikapiga simu. Walikuja na ambulance saa 6 usiku, wakakuja wakatuchukua wakatupeleka hiyo OC. Tukaenda, mtoto akapimwa, akaangaliwa kila kitu, wakapata jarepiwa. Si hapo na hapo mimi venye tulipata jarepiwa, alipewa madawa, tukaandikiwa zingine, tukakuja kwa nyumba akaanza kukunywa madawa. Na hiyo tukanyamazia tu juu sasa mtoto ako mzima, tukanyamazia. Saa kufika mwezi wa 7, ilikuwa date 26, mtoto aliamka na akaenda shule vizuri. Mtoto alitolewa shule na watu hakujua, kulingana venye alikuwa anatuelezea. Eti alienda shule na ni asubuhi. Akaenda block yao na ya watoto wadogo iko mbali, kuna kiwanja ya kuchezea ball katikati. Akaenda akafika akaweka bag nje kwa mlango ya klasi yao, akaenda akachukue kitabu yake kwa huyu mtoto mdogo wa lower classes. Kwenda kupanda stairs juu ni gorofa ya floor 3, alipata mama balcony ya first floor kwa block ya lower classes. Huyo mama hakumuongelesha akipanda. Akiteremka huyo mama akamwambia mambo. Akamjibu poa. Akamuuliza unajua mahali pesa ya shule ulipiwa, ile M-Pesa mnalipianga pesa ya shule? Akamwambia ndio, si twende unionyeshe. Na hivyo ndiye alitolewa ndani ya shule asubuhi na akaenda. Mtoto ikafika usiku tunangoja tukidhani yako shule, mtoto hakuji. Nilizunguka over a week nikitafuta mtoto. Nikazunguka hakuna mahali si kwenda, nikareport police station kadhaa. Kila usiku naambiwa mara wameonekana wapi, na lala usiku nikitembea. Nilizunguka nikazunguka. Finally ikiwa imeisha wiki ya pili ndio nilipigiwa simu. Msichana nilipigia simu akaniuliza, "Wewe ndio mama fulani?" Nikamwambia huyu msichana wako anafanya nini? Amemaliza shule. Nikamwambia ni msichana wa class 8 na nikupotea, alipotea last week. Akaniambia tuko na yeye, si tulimwokoa huku, alikuwa anaomba chakula, anasema amepotea, na tukimuitisha namba hakuwa anataka kutupatia. Finally venye ameona tumeinsist ndiye ametupatia namba yako. Nikamwambia nimekuwa nikimtafuta. Mko wapi? Tuko Mombasa. Kongowea na huko. Ni Kongowea hata na huko ndani. Na sasa tutamsaidiaje? Nikamwambia waangalie police station yote iko karibu, wampeleke ndio tu communicate nao niweze kujua vile nitamwendea. Sasa hiyo ni mwezi wa 8 tarehe 7. Kutoka 26 ya mwezi wa 7. Hapo nikachukua ile namba. Nikasema maybe inaweza kuwa ni setup au walimchukua, wanaweza kuwa wanahitaji pia wanishike mimi. Nikaenda kwa DCI Embakasi. Nikaenda nikapeana ile namba, wakailoketi wakakuta ni kweli iko Kongowea. Hapo wakanipatia namba ya ofisa wa watoto Mombasa. Tukaongea
Kidogo venye nilitoka tu hapo hivyo kuangaliwa namba kama iko Mombasa, ule msichana akanipigia, akaniambia nimeenda polisi, ulikuwa unataka nifanye nini? Nikamwambia waeleze venye nilikueleza na uambie wachukue huyo mtoto, alafu sasa ndio wanieleze nitafanyaje nimpate. Akachukua polisi, akaenda wakachukua mtoto. Kidogo polisi akanipigia, tukawasiliana vizuri sana, tukaongea. Sasa hiyo ni tarehe 8 masaa ya saa 9. Tukaongea, wakaniambia huyu mtoto hatuwezi fungia hapa over 24 hours sababu kwanza ni underage na hatukubaliwi kukaa na mtoto kama huyo over 24 hours. Na pia hatuna chakula hapa. Kwa hivyo shughulika ujue atakula aje. Nikawaambia kwanza, kitu cha kwanza nimekuwa sifanyi kazi, ni kuzurura, nikitafuta mtoto. So hata saa hii as we are talking sina pesa. Wakaniambia wewe shughulika. Nikapigia ule madamu ofisa wa watoto, tuka communicate, akaenda ile police station, wakaongea nao, akawaambia huyo mtoto wamtake care mpaka mzazi wake akuje. Nikajaribu kuwauliza hakuna venye mnaweza nisaidia huyo mtoto afike Nairobi. Wakaniambia wana namna, mtoto ni wangu, nishughulike. Saa hapo na hapo ndio nilishindwa nitaanzia wapi. Kila mtu napigia ananiambia mimi sina pesa. Nilirudi nikaitisha kijana wangu, nilikuwa nimempatia pesa ya hiyo semester. Nilirudi nikachukua hizo pesa. Nikamwambia nitumie tu juu already hii time natafuta huyu, pia nao walitorokea kwingine juu ya kuogopa nini kinaweza endelea next. Ndio at least mimi nizunguke nikiwa peke yangu. Au alikuwa ametorokea huko Matu, kuna mahali alikuwa anaendanga kushikilia saa zile ana class. Walitorokea huko na akabeba huyu mtoto mdogo. So niko peke yangu. Nikamwambia nitumie, Masi amepiga simu na anasema kuko ABCD. Kwa hivyo nitumie tu niende, juu naambiwa hawana namna ya kumsaidia. Wao ni kumuhosti tu, watamuhosti, lakini hawana chakula na nafaa ni muende. Nakumbuka kesho ni election. Alinitumia pesa yake ya fees. Nikakuja nikabook. Hiyo ni masaa ya saa 10 sasa inaelekea jioni. Nikaenda town nikabook hiyo gari. Nilipata gari ya mwisho, naambiwa hakuna gari nyingine inateremka Mombasa na hakuna nyingine ya kurudi juu, wanaogopa kutakuaje juu ile tension ilikuwa. Nilipata Nissan moja ndio ilikuwa imebaki. Nikalipa, nikateremka sasa niliondoka huku saa 3. Nikaenda juu niliambiwa kwa mahali panaitwa Mjambere Police Station. Nikaenda huko. Nilikuwa nafika huko saa 11 kukikucha. Nikaenda nikapata mtoto. Kupata mtoto alikuwa ameisha. Mtoto anaenda hivi ni kama anainama juu ya njaa. Huko kwenye yuko, najua mtu akujua hawezi kukusaidia ile fuli. Nikachukua mtoto wangu, asubuhi yake nilikuja na SGR. Hiyo siku ya election ndio nilirudi hapa Nairobi. Niliamka tukirudi tu na yeye. Hata hao mapolisi juu ya pesa iko inatosha ndio walitubeba kutoka Mjambere, na ni mbali kutoka hapo kuja SGR unalipa 500. So wao wenyewe walituambia wacha ngojeni tuwabebe tuwapeleke huko juu, mkisema ni kubebwa masaa itaenda na mtaweza koza hiyo train, na mkikosa hakuna namna nyingine. Nikawalilia tu nikawaambia wanisaidie juu hata sina pesa ya accommodation huko, nikikosa gari sina pesa inaweza nisaidia kulala huko. Walitusaidia nikakuja. Kutoka hapo tulikuja tukafika hapa Nairobi. Sasa nikauliza mtoto anieleze in details what happened. Mtoto alinieleza ilikuwa uchungu. Eti kutoka hapa mama, unajua huyo mama alinibeba hapa alikuwa warrior. Amevalia Kiislamu. So alijua ni warrior. Eti akampeleka kutoka hapo wakafika kwa M-Pesa. Huyo mama haku deposit pesa, ni kutoa alitoa. Akampeleka kwa stage ya Kobil, ile stage iko karibu na hapo kwetu. Akamuingiza gari, wakaingia, akaletwa kufika country bus. Alifika akapata mzee mwingine. Sijui ni kama ilikuwa kitu imepangwa. Alipewa trouser na akaambiwa toa uniform. Uniform ikawekwa kwa ile kamfuko na ikapewa makanga. Kutoka hapo wakapelekwa gari ya ushago. Kufika Machakos, makanga akamchukua akampeleka gari ya kuenda sasa ushago kabisa reserve. Akaenda akafika kwa baba yake. Sasa ajui hii mfuko ilikuwa na uniform mahali iliyempelekwa. Ajui. Akafikishwa nyumbani. Kufika baba hakumuongelesha. Eti walimchukua tu akakaa kwa nyumba. Hiyo usiku alipewa kachakula kadogo. Asubuhi hapewi chai, mchana hakupewa lunch, akaamka akaambiwa watayarishe nini? Mchana watayarishe mboga. Akatayarisha akapika.
Venye iliiva akakuta kuna msichana ako hapo, eti huyo babake ni kama alioa mama ako na msichana mkubwa. Wakatayarisha, akaambiwa enda sitting, akaenda sitting. Ajui kulikuliwa lini, hakupewa lunch. Usiku ikafika. Usiku akapewa kadogo. Hiyo ni siku ya pili. Alikuwa anapewa kachakula usiku kadogo peke yake. Chai lunch apewi. Siku ya venye walilala siku ya kwanza ya pili, hii siku ya tatu asubuhi baba yake akamwambia nataka tuende na wewe Machakos. Akamchukua wakaenda naye Machakos. Unajua sasa huyu ana nguvu ya kukataa juu ni baba na pia anaogopa. Akaenda naye Machakos. Kufika huko aliona ameita mtu alikuwa na personal car. Wakaongea pale kando, akatoa 700 akampatia. Hiyo 700 alimpatia, Masia akaambiwa ingia gari. Ingia. Akaingia ile gari. Ule mtu wakasafiri, sasa ni mchana. Kumbuka hajakula kitu hiyo asubuhi. Wakasafiri, wakaenda wakapita Mombasa, kufika Kongowea. Huyo jamaa akamwambia mimi nimeambiwa nikushukisha hapa, nikupeane kwa mtu wa pikipiki akupeleke Sindano. Sindano ni huko kando ya bahari, huko kuna kuanga hizi group za Kayambombo hizo zenye uanga zina hijack magari huko kutoka Somalia huko. Kuna kaanga group mbaya mbaya. Ile Kayambombo, Tatumbaya hizo. Sasa ni usiku sasa. Akamshukisha, akamwambia mimi naenda Malindi na sirudi. Sasa nakupeana upeleko kwenye nimeambiwa. Akamshukisha, akaita mtu wa pikipiki wakaongea, akatoa 200 akapatia mtoto, akamwambia hii ni ya huyo mtu wa pikipiki. Venye aliondoka, mtoto wangu akamwambia mimi aki nasikia njaa, siwache ninunue chai. Akakata 20 bob kwa hiyo 200, akakunywa chai. Akapatia 180 huyo mtu wa pikipiki akambeba. Wakaenda huko kando ya bahari, akafika kwenye alikuwa ameambiwa, akamwambia mimi mali nimeambiwa nikupeleke ni pale na unaona hakuna watu. Unaona hizo nyumba zinakaa zikaangi watu. Na hapo ndio nimeambiwa nikupeleke. Mimi naogopa. Sasa wacha tufanye hivi, juu hata sioni mtu yeyote pale. Wacha nikurudishe mahali nimekutoa, wewe ukifika huko utajua venye utaenda. Huyo jamaa wa pikipiki akamrudisha kwenye amemtoa. Akamwacha town. That is Friday na alikuwa ametolewa Nairobi Tuesday. Akamwacha kwa street. Akazunguka usiku aoni mtu yote, akaingia chini ya kibanda fulani. Akajificha hapo akalala. Akachuchumaa juu ni kibanda inakaa ni kama ni ya matunda hivi. Akachuchumaa hapo ndani. Ana sweta, ile nguo alivalia hapa country bus siku ya Tuesday ni t-shirt yenye alikuwa amevalia ndani ya uniform. Ndiyo ako nayo na ile trouser alipewa. Remember hiyo ushagua alikaa, hakupewa nguo ya kuchange, hakupewa hata sweta, hakupewa hata maji ya kuoga. So amevaa hizo nguo alitoka nazo hapa Nairobi na ndizo ako nazo mpaka hiyo Friday. Akalala chini ya kibanda. Kesho yake akaamka ameisha nguvu juu ya njaa. Akaanza kutembea akitafuta mahali atusaidike hata na chakula. Akasema alifika mahali akakuta boma inakaa kama unaonanga venye mtu ubai kiwanja na unajenga kanyumba ka mabati ndani, unaweka watu hapo wa kukuchungia kiwanja yako. Sasa alibisha mahali panakaa hivyo. Kijana akatokea akamuuliza unatakaje na wewe ni nani? Akamwambia mimi nimepotea, naomba mnisaidie na chakula, pia natafuta kazi. Kijana akamwambia mimi sina venye naweza kukusaidia, lakini wacha nikupeane kwa msichana mwingine rafiki yangu anaweza kukusaidia. Na hivyo ndio alipeanwa kwa wale walimsaidia until dakika ile alinipigia simu. Hivyo ndio nilimpata. So kutoka hapo unaona sasa hiyo sasa ananipea story tarehe 9 venye tumefika. Tulienda police station kwa report. Nimempata, nimekuja na yeye akawaeleza. Hao maaskari wakatuambia juu ni siku ya election na hatujui kutafanyika nini. Kile utafanya, hebu endeni mngojee after election tuone vile kutakuwa, mtakuja Thursday ama Friday ndio tuandikishe tena ripoti nyingine. Ndio tuanze kufuatilia. Na ukuje na ile pesa utaweza pata juu unajua sisi hatuna gari hapa, lazima tuweke gari mafuta. Hivyo ndio waliniambia, nikamwambia ni sawa. Nikaenda. Juu sina pesa, mimi hiyo Thursday si kuenda. Friday asubuhi sasa nikitaka kwenda huko, ule madamu wa ofisa wa watoto Mombasa akanipigia, akaniuliza mmefanya nini, mmeanzia wapi sasa? Nikamwambia niliambiwa na polisi niende leo jana ama leo ndio twende tukaanzisha, na niende at least nitafute kitu ndio waweke gari mafuta waendee ule mtu nyumbani.
Akaniambia hiyo kesi ya huyo mtoto imepita hiyo kiwango. Mali unaanza enda na kutuma kwa DCI South Sea. Huyo ndiye alinidirect akanieleza ni wapi. Nikaenda huko tukaenda hiyo siku ilikuwa Friday, wakaniambia turudi Monday, tukaeleza. Na wakaniambia sasa juu imefika kwetu tutashughulika. Na mimi kutoka hapo vile nilirudi kwa nyumba nikawa sasa juu ya ile uoga. Nilikaa na mtoto hakurudi shule. Nilikaa na mtoto nikimfungianga, nikitoka ananiambia mama acha umefunga na kufuli, na mfungia kwa nyumba, na acha nimempikia na mfungia kwa nyumba juu naogopa anaweza toka iape ni kitu kingine. Na mimi saa hiyo namfungia, naendelea na kushughulika ni wapi nitampeleka juu huko mahali ameenda nilikuwa already nishaanza kufuatilianga kama naweza pata nafasi. Finally tukiwa tumemaliza almost mwezi wa 9 karibu wote, nikimfungianga mwezi mzima. Hii mwaka tunaongelea juu ya hii election imepita ya hii mwezi wa 8. Sasa siku moja nikiwa hapa town, nimeacha tu nimemfungia kwa nyumba, ndio kijana wangu alinipigia simu akaniambia, "Mam, ukiweza kesho ikifika saa 5 leta masi huku, nimepata nafasi nimeambiwa akuje." Hapo ndio hata nilikopa pesa. Juu sikuwa na pesa, nilienda kwa hao watu wa kukopesha pesa. Nilikopa 1000 peke yake. Niweze kufika juu na huko Matu. Nikapewa 1000, asubuhi yake nikaamka nikapeleka mtoto wangu. Kutoka hapo at least nikawa nalala najua mimi sasa naenda nikiangalia security yangu. Kijana wangu hakusoma kutoka hiyo mwezi wa 8, kutoka hiyo tarehe 26 alienda shule siku moja. Kutoka hapo hiyo semester tulilipa. Hakusoma juu sasa hata yeye mwenyewe anashindwa, tunasaidiana nitaanzia wapi nimalizie wapi, na already pesa yake nimetumia ya shule. Ile hata mpaka saa hii sijailipa 12,000. Sijaweza kulipa. Na nikapeleka mtoto, baada ya mtoto kupeleka sasa ndiye alikaa wiki moja ndiye akakuja hiyo mwezi wa 10 ukianza ndiye alirudi shule. So semester moja ni kama ilienda yote bure. Ingawa tulienda akaeleza kwa shule, wakamuelewa venye kulikuwa. Wakaeleza hiyo situation. Kutoka hapo sasa ikawa sasa ni kukaa na ngojea wale. Nikiwa nimemaliza hiyo mwezi wa 9 umeisha, mwezi wa 10 ule baba yao akanipigia simu. Mtu ambaye kutoka 2019 tarehe 12 Januari ndio tulitoka hapo. Hakuwahi nipigia simu. Last month alinipigia simu. Baada ya kuwa nimepata mtoto nishampeleka shule, akanipigia. Unipigia anachukua simu ananiuliza, "Fulani anaendelea aje? Na fulani anaendelea aje?" Kamuuliza ni nani sababu alinipigia na namba mgeni. Ni mtu tu. Nikakata, akapiga tena. Nikamuuliza ni nani kwani? Juu nauliza juu ya watoto. Kaniambia ni Sukari. Ile aliniambia ni hivyo. Ni Sukari, ni Tamtam. Mimi nikashindwa Tamtam ni nani? Kamuuliza Tamtam ni nani? Kama uniambii usinipigie simu na usirudi kunipigia simu. Ndiye alirudi kuniambia ni baba yao. Kamuuliza so ulikuwa unatakaje? Naulizia mtoto anaendeleaje huyu mkubwa? Nikamwambia fulani alipotea. Kaniuliza lini? Kamwambia alipotea kuanzia mwezi wa 7. Akauliza mwezi wa 7 hii mwaka ama last year? Kamwambia ni hii mwaka. Na hujajua mali yuko? Hapana. Sasa hiyo simwambii nilijua sababu akijua nilijua. Anaweza ongezea speed ya kunitafuta ajue atake kujua nilimpata pataje na kama nimejua ni nani alimfanyia hivyo. Nikamwambia sijui. Na una fununu yote anaweza kuwa aliendaje? Nikamwambia sijui. Hapo na hapo nikakata simu. Nikatoka nikaenda mpaka jua kinipigia nilikuwa kwa njia, nikakuja town, nikarudi tena nikaenda mpaka kwa DCI. Nikaenda nikaeleza. Wakaniambia hiyo si kazi yetu. Hiyo kama unasikia uko threatened, mahali unaweza enda ni police station ukawaambie. Sisi tunashughulika na watoto. Na kuanzia saa hii wewe ngojea, usikuje huku tena, ngojea si ndio tutakuita. Juu kwanza waliniongelesha ile nilifika nikawaambia ule mwenye alikidnap mtoto amenipigia simu. Madam ule alikuwa amesimamia hiyo kesi akaniambia usiseme alikidnap, ni makosa sana. Unajuaje alikidnap? Wewe unajua ile story mtoto wako alituambia? Usimseme alimkidnap. Waambia ni sawa.
Na kuanzia saa hii ungojee, sisi ndio tutakuita. Kama mtoto amekubali kwenda shule, wacha mtoto kwanza asome. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya mwisho waliniambia. So mimi nakaanga nikingojea, sijui kunaendaje. Na that's why nasema mimi sijui niko save aje. Cause hao vile waliongea ni kama kuna vile mtoto aliwaelezea yenye sijui aliwaelezeaje. Mtoto wako kuambia aliwaelezeaje? Unajua sasa wale aliwaelezea, mimi venye alinielezea ndivyo nilielezea. Na unajua pale unaeleza venye mtoto amesema na mtoto pia naye anaulizwa pale kando anaelezea. Sasa ile majibu alinipatia niyo. So na mimi nangojea, sijui na fuatilia aje. Sijui kunaendaje, na ndio maana nasema mimi sijui niko save aje. Juu ule mtu hajashikwa na sijaambiwa tunaenda hivi next. Mimi niko tu ni kwetu. Kile kiko ninatembea nikiwa niko keen. Sijui ni nani yako next. Juu hata after hii mtoto nimempata na nimemhamisha. Hata kabla nimhamishe hiyo mwezi nilikuwa namfungia siku moja. Nikiwa nimesimama mahali nitafutianga kazi, nilishtukia ndugu ya baba yake ndio huyu hapa. Ako hapa, hata ningekeuka ile haraka ningemgonga juu nilimshtukia ako hapa. Sijui amekujaji na sijui anania gani, na kutoka tuachane na ndugu yake. Nimekaa sijamuona, simuonangi na sijui anafanya wapi. So siwezi jua alikuwa na nia gani. Alifanya hata nijui ilikuwa saa 1 ya jioni, nikarudi venye alipita tu hivi mbele yangu akaenda hivi, nilirudi nyuma nikaingia mahali nikajificha like 1 hour. Juu sijui anaweza kuwa ako peke yake ama ako na ndugu yake ama wako na nani. Nilijificha like 1 hour. Kutoka hapo nilienda nikiogopa, nikapigia mtoto wangu simu nikamwambia, wewe mali huko ukitembea ukae macho. Juu nimeona fulani na sijui nia ni gani. Ni mtu nimekaa siku mingi sijamuona na simuonangi hiyo route. So siwezi sema anatoka kazi ama anaendaje. Ama anatafuta kazi. Ama anatafuta, ni usiku. Ni usiku. So nikawa hata saa hii mimi ukaanga hiyo live ya niko keen. Ni saa hata siwezi patana na mtu aniambie si twende hivi nikubaie chai. Hapana. Juu sijui anaweza kuwa ni ameambiwa ndio ule, tumie njia yote umpate. Mimi nakaanga tu hiyo live. Sasa maisha yako unakaa tu na uoga. Nakaa tu hivyo. Jujui next ni nini. Sasa utakaa hivyo mpaka wakati gani? Mimi sasa tu ni Mungu tu ashughulike. Juu wale nao siwezi enda waharakisha tena juu already waliniambia ningoje wao ndio wataniita. So sijui uchunguzi wao utakamilika lini. Sasa ile shida niko nayo ni mahali niko saa hii sina nguvu naweza ama. Haya, saa hii hata nikiweza kutoka niende mahali nyingine, niko na mtoto. Huyu mtoto ni kijana, anahitaji pia mahali yako safe. Sina pesa naweza muhamisha. Unaona? Kazi ndio hii. Ile kidogo inapatikana unapata unakuta hata ni ya chakula. Na saa zingine hata inabidingi tunatembea ndio tupate mahali gari inatosha ile fare tuko nayo kwa mkono. Saa zingine hata karibu kutembea miguu. Na safari mara mingi hata nafuliza. Juu huyu mtoto anahitaji fare kwenda shule na asubuhi lazima alipe gari juu masaa ya kuingia ni saa 2. So inabidi saa zingine nampatia fare mimi mwenyewe nang'ang'ana nitembee mbali. Niweze kufika mahali nitaweza pata gari ya bei rahisi ile hata naweza pata gari ambao ndio nifike town niende nika-hustle. Uende hustle saa zingine ni hustle nikose. Like sasa kama wiki mzima yote imepita nilikuwa nakuja sipati anything. Na huyo mtoto wako kwa nyumba. Huyu mwingine anahitaji kuletwa. Sasa hata ndio nimlete, nilienda nikakopa. Ndio nimlipie chakula ya lunch ya mtihani, nilienda nikakopa ile hata mpaka saa hii sijalipa. So imekuwa ni ile kidogo napata tunakula. Pesa ya kuama sina. Kwa hivyo hii maneno hata nikitaka kulipua, siwezi lipua. Nitalipua nitasurvive aje. Ninajua ni nani na nani anajua mahali nakaa. Ni nani na nani anajua mtoto wangu vile anaendanga. So naishi hiyo live ya saa yote hii kitu inaniuma na najua ni fulani ule naweza enda niseme ni huyu lakini siwezi lipua. So nakaa live ya kujifinya na uchungu. Najifinyilia tu nikisikianga uchungu, nikijuanga fulani ndiye amefanya hivi lakini siwezi mwekea kidole hivi. Sababu nikimwekea nitaenda wapi? Mimi naweza kwepa lakini mtoto wangu naye mimi niko na akili naweza kuwa naepa mtu yote naona mwenye simuelewi. Lakini naye mtoto wangu na tuko naye na hakuna mahali anaweza enda juu yako shule. Not unless nipate pesa tu aame.
ame ile area na mimi niame, ndio sasa nikuwe naweza face ulifanya ABCD, tuanzie hapa na pale, unaona. So shida kubwa ni hiyo. So shida yako kubwa, ukiweza kuhama utakuwa unasikia uko sawa? Nikiweza kuhama, shida yangu kubwa ni pesa. Nikiweza kupata pesa tu nihamishe mtoto wangu aende mahali najua hapo hakuna mtu anajua, nijua hapo ako safe, atumie ile barabara alikuwa anakujia, aweze kwenda mahali hata atatumia barabara nyingine. Asipite ile yenye tumezoea, yenye inajulikana wakitoka mahali fulani njia ni ile tu, hakuna nyingine wanaweza pitia. Aweze kwenda mahali atatumia route nyingine. Inaweza kuwa better. Mimi same niweze kwenda mahali naweza tumia route nyingine. Inaweza kuwa better. Na nitaweza kuwa at least naweza relax. Juu saa hii unalalanga hata saa hii ukibisha kwangu siwezi fungua mlango hivyo. Hata kama si usiku sana, ile nimeingia kwa nyumba hivi ukikuja ubisha kwangu siwezi fungua mlango hivyo juu naogopa ni nani. Juu hata after hii mtoto nimempata, kuna siku nilibishiwa saa 7 usiku. Oh God. Kupiga kati ni hivi, nikauliza soja wa mlango, nikamuuliza ni nani, akaniambia ni mama mmoja wa pale na watu wengine wawili. Juu soja ako nje, nilitoka hivi kuangalia nikaona wameteremka na barabara wakiwa wanaume wawili na wamama wawili. Nikashindwa hao ni akina nani? Si marafiki zako? Na si marafiki zangu. Kutoka hiyo time mimi sinanga hao marafiki sababu naogopa marafiki. Mtu utumia rafiki yako ndiye akufikie. So sina marafiki mtu anaweza kuja kwangu. So familia yako inakupatia support ama inakuwa namna gani? Kwa sababu wakati mwingine unaweza kupotelea kwa familia yako, wakupatie support, wakushike mkono. Hata watu kama hao wakikuja ama mtu kama huyu akija, wanaweza kukushikilia na wakwame na wewe waseme huyu ni mtoto wangu. Familia yako iko namna gani kwa kukushikilia? In fact, mi kwanza sina mzazi yote. Mi wazazi wangu, my dad alipoteanga 1999. Kupotea. Alitoka tu kwa nyumba hivi, akienda kwa duka na hivyo ndiye alienda up to today. Now 23 years ago. 99 mwezi wa 8 tarehe 6. Naye mom akukaa 2001 November tarehe 3 mama akapasi. 21 years ago now. Kutoka hapo my grandma ndio tulibaki naye, alikuanga ushago. Naye 2006 ndiye alipass mwezi wa 5 akapass. Maanti walikuwa wamepasi mbele, so wale walibaki ni maanko. Na maanko si vile wananisupport juu hata hiyo story wakati nilimasia hiyo walipiga simu akasema ameko mahali fulani. Niliwapigia, hakuna mwenye alinisaidia juu ile kitu aliniambia kama ako kwa mikono ya polisi, wao ndo wanafaa vile kujua venye atafika Nairobi. So hakuna support walinipatia. Ndugu zangu wote mimi ndio mkubwa. First born alipasingi, so mimi ndio mkubwa. Hao wadogo wangu hakuna mwenye anashughulika na mimi kwa chochote kile. In fact hawananga shughuli yangu. Jumosi unajua familia wana supporting yule mtu anajua ako na pesa, wakienda kwake watapata kile wanataka. Hawani supportingi. Hata kuna time nilishikwa na kanjo juu mimi mara mingi ufanyanga kazi kao ni kama kuhoka. Nikaenda mpaka Lang'ata, watoto wangu walilala kwa nyumba peke yao, hao wadogo. Juu huyu mkubwa alikuwa secondary. Walikaa kwa nyumba peke yao nikiwa nimefungiwa Lang'ata. So familia hakuna ule mtu naweza sema huyu atani support. Ndugu yangu mwenye ananifuata, hiyo siku nilikuwa natafuta mtoto. Tulipatana siku moja saa 5 ya usiku. Kwa stairs nikiuliza kwa hiyo ploti. Juu hapo ndio tulikuwa tunakaa, ndio tukahamia mahali tuko. Alinijibu kwa stairs vibaya sana, akaniambia mimi ile siku Masia alipotea ya kwanza ungedeal na yeye wakati. Nikamuuliza ningedeal na yeye aje. Hiyo wakati ndio ungemalizana naye, na akanirushia mikono na akaniambia sitaki kusikia story ya Masi. Na hivyo ndio iliishia. Up to today aje ikanyanga kwangu. Hata aje niuliza mtoto alipatikana ama kuliendaje. Na nikuulize na uniruhusu nikuulize hii swali kama mzazi. Manake mimi pia ni mzazi. Niulize. Kuna uwezekano ikuwe labda mtoto wako ni ile wakati inafikanga ya wasichana wanataka kuwa noti, wanataka kuwa na tutabia hapa na pale, wako na peer pressure, maybe wako na wasichana wengine wanawapatia pressure, mimi niko hivi na mimi niko hivi. Labda inaweza kuwa hivyo
ama labda ni trauma ile amepitia wakati maybe amekuwa kwa mikono ya babake, ama labda ni vile anaona mnaishi maisha vile mnakaa. Inaweza kuwa labda ni hiyo tabia tu ya wasichana wakianza kuwa wadogo wanataka kupotea nyumbani wakatafute kazi, ama kulingana na maoni yako kama mzazi. Unaona aje huyo mtoto? Ni ile nitaita aje, kwa sijui nitatumia jina gani, ile tu msichana amekuwa muremi. Imefika tu umri, kuna ile umri ya teenagers, inafika anaanza kuwa rebellious, anaanza kuwa maybe yako na peer pressure, maybe anataka kukusumbua tu kisirani tu ya wasichana, ama anataka kuwa kujua identity yake, anataka kujielewa. Hiyo muda ya teenage anataka kujielewa, anakuwa na kisirani mingi. Kuna uwezekano ikuwe labda msichana wako wako hivyo, ama chanzo cha hii maneno labda ni hiyo trauma alipitia, ama ukiangalia inaweza kuwa shida ni gani? Mimi ukweli hata pamoja na kuwa na teenage, unajua huyu mtoto hajaikuwa anatoroka vile wasichana utoroka alale nje. Hajawahi. Ama vile unaonanga mtoto amekaa hivi unamkuta na vijana. Kwanza kitu cha kwanza, hata kama anaweza kuwa anajuana na vijana, ajabu iliyoko mimi sijaimpata kwa grupu ya vijana. Si ule mfano wa vijana eti wakuje mara usikie kwa ploti vijana fulani wamekuja anashindanga na vijana hapo. Hiyo sijasikia. Kama hiko anafanya kama amejificha. Groups zenye anashinda nao wale marafiki naweza sema ni wasichana wale, najua haka ka group nishaimkuta nako. Na nikimfuatilia hata nikimtafuta venye unaonanga mtoto ameenda kucheza unamfuatilia. Mimi ile timu nampatanga naye ni wasichana. So siwezi kukuambia kuna kijana hao wasichana unaweza kuwa na historia yao, familia zao, kama wanapenda masomo, kama kwa sababu inafikanga mahali watoto wanapotezana. Manake hapa ulifuatilia wakati uliitwa Mombasa. Msichana amefikishwa Mombasa na anaanza kutafuta chakula. Huoni kuna uwezekano kwa nini hakutafuta ama hakuambia watu naomba munirudishe nyumbani? Nimeshikwa ama nimeletwa hapa bila kujua. Munaweza kunitafutia hata kama ni nauli nirudi nyumbani. Uliona kama hiyo iko na tatizo fulani, kwa sababu ameshaanza kutafuta kazi, amepelekwa mahali ya juu na labda ameanza kutafuta kazi. Unaona kama imekuwa namna gani? Hiyo sikupata hiyo muda sababu unasikia sikuwa na pesa kitu cha kwanza. So nilienda ile emergency, hata nilichukua pesa pande nyingine yenye sikufaa kuchukua. So sikuwa na ile time hata nichunguze, lakini kulingana na huyo mle msichana venye alinieleza, walipata huyo akitafuta hata chakula na juu ako mchafu, ako na njaa na uko ajui. Ile story tu nilipata niyo, na hakukuwa na time ya tuongeza sana cause huyu msichana anatumia credit. Na hatukuonana naye macho kwa macho. Ni ile tuliongea kwa simu. Ile siku nilienda, nilifika usiku na nilienda direct kwa polisi na nikachukua mtoto nikikuja Nairobi. Hatukuwa ipatana hivi macho kwa macho. Ile tuliongea tu kwa simu ni hiyo. Tumemsaidia, alikuwa anaomba msaada na mimi ndio nilimsaidia. Msichana aliniambia hivyo. Mimi ndio nilimsaidia. Wakati aliletwa akiomba msaada, chakula na mavazi. Juu alikuwa mchafu. Alikuwa na Crocs, zile viatu za plastic. Alipewa nyumbani juu hata viatu za shule zilibaki nyumbani. Na hivyo na wakati sasa amekuja hapa, mmekuja kwa DCI South, umesema South B ama South C? South C. Na huyo ni mwanamke alikuambia, ni ofisa mwanamke alikuambia vile mtoto wako aliwaambia, ama ni mwanaume? Ni mwanamke. Ni mwanamke. Umewahi kuchukua jukumu ya kutaka kujua vile huyu mwanamke amekuambia? Wewe unajua vile mtoto wako alituambia, umewahi taka kujua aliambiwa namna gani? Maybe approach kwa njia yenye sasa sio njia ya kesi. Kwa sababu hii kesi ni ngumu. Ni ngumu na iko na uchungu na ni kitu inafaa kufuatiliwa, kwa sababu hii ni maisha ya mtoto. Na hii maisha ya mtoto inaweza kuharibika wakati wowote akiendelea hivi. Kwa sababu siku hii ya leo hata tukikupatia pesa ama tukusaidie mambo ya kuhama ama tukusaidie hata vile unaweza kutoka mahali unasikia huyuko salama, msichana pia anahitaji kusaidika ili ujue kama ni trauma ile ya kuwa babake anajaribu kumnajisi, ama ujue kwamba kama ni mtoto tu anataka kuwa na utundu tu ya mtoto msichana ya hiyo miaka. Umewahi kutaka kufuatilia? Manake ni mzuri ndio ujue hata wewe ukiwa mzazi una approach hii maneno namna gani. Either uache kublame
serikali haikusaidii. Ama uache kublame, ujue ndio uache maybe kublame mtoto wako. Na ujue huyu mtoto wako utamapproach namna gani, utamsaidia kivipi ukiwa mzazi. Kwa sababu kama ni hiyo mambo ya utundu tu ya wasichana ama ya teenagers, pia wewe ulikuwa hapo umeyapitia. Hiyo shida unazijua za wasichana. Maybe unaweza kufuatilia hata kama tutakusaidia kwa sababu ya usalama wako na kwa sababu ya usalama ya watoto wako. Ndio tuweze kujua kama ni mtoto tu ako na, ndio uweze kujua utaapproach mtoto namna gani. Ili ujue kama mtoto tutamsaidia na njia ya counseling ama mtoto tutamsaidia na njia ya kuadhibiwa na mzazi, na hata hapo hata serikali inaingilia. Wanamwambia usifanye hivi, kama ni shule weka shule. Na tunashukuru Mungu hata amemaliza mtihani. So ulifuatilia kutaka kujua ama ulifika mahali ya kutaka kujua kama hii mambo yenye alisema ni ya mtoto tu tukutu ama ni mambo ilikuwako? Wakati nilienda kwa DCI hii mara ya pili venye baba yake alinipiga simu, nilienda nikiwaambia juu mimi nasikia siko safe. But yale walinijibu nilishindwa hata ni nini nitasema. Najua hata mimi nilikuwa nasema huenda mtoto kuna uongo mtoto ametumia. Yes. Na yako kwa hiyo age bracket tu hiyo ya ako kwa hiyo age ndio. Anaweza kuwa na uongo alitumia. Naweza taka ni wapi kujua ni wapi mtoto alitumia uongo, ni utukutu wake na ni vipi babake alihusika na kwa nini alifanya hivi. Ningetaka kujua. Ndio uweze hata kumrekebisha. Ndio hata niweze kujua ni wapi nitarekebisha huyu mtoto, ni wapi nitamsaidia, ni wapi serikali wanafaa kumsaidia, nijue ile part yangu nitaanza kushikilia aje. Sababu vile nilienda waliniambia we ujui ile mtoto. Hiyo ndio majibu madam mmoja aliniambia, mwenye tulieleza hiyo story na mwenye najua ni kama ndiye ameshikilia hii story yote. Aliniambia we huwezi jua mtoto wako ni nini alituambia wakati tulikuwa naye pale. Alitupatia story mingi. Kwa hivyo kitu cha kwanza usiseme huyo ndiye alimkidnap na usitumie hiyo language. Yani alinisanukia ile design nina makosa. Ile unaweza rukia mtu una makosa ufai kusema hivyo. Usirudi kumuita kusema yeye ndiye alikidnap mtoto. Sasa nikawa mimi kwani nina makosa kusema hivyo? Ama mtoto aliwaambia aje? Ama aliwaelezea yeye ndiye alikuwa ameenda kivyake ama aliwaelezea aje? Na wakaniambia kwanza sasa usishinde ukikuja, ngojea sisi ndio tutakupigia simu. Na hiyo ilikuwa muda gani? Ijakaa sana. Niko na hiyo namba hiyo time nilipiga, niko nayo naweza angalia ni lini. Imepita mwezi, miezi mbili? Ni mwezi, ni kitu kama mwezi. Mwezi? Ni hii mwezi tu, mwezi huu wa 11, mwezi wa 11 ukianza. Mwezi wa 11? Mwezi wa 11 ukianza. Sababu nakumbuka nilikuwa nimepita kwa kanisa juu ya conference. Kama si mwezi wa 11 ukianza ni wiki ya mwisho ya mwezi wa 10. Wa mwezi wa 10. Juu ilikuwa siku ya Wednesday. Akinipigia hiyo simu. Na hivyo sasa venye waliniambia hivyo nilishindwa kujua. Juu hata mimi naweza taka kujua ni wapi nafaa nishikilie, ni wapi nafaa nirekebishe mtoto, ni vipi tutasaidiana tujue ukweli. Sababu hapo kama hujaambiwa makosa iliingilia hapa, huwezi jua nani mwenye makosa na nani si mwenye makosa. Hapo ndio nilipotelea mimi. Juu niliambiwa hivyo, sikuambiwa mtoto alisema hivi ama alieleza venye alijipeleka ama vile alichukuliwa. Hawakunipea hiyo story vizuri. Aya, wacha Mombasa, wakati mtoto alikuwa Mombasa, au walikupatia story gani? Hawa ile story, hakuna story mingi tuliongea baada ya kunipigia simu. Huyu msichana kile nilimwambia ita polisi, enda polisi ile iko karibu, waambie wachukue huyu mtoto na uwaelezee venye kuko, ndio tu communicate nao. Na wakati ulienda ukachukua mtoto mikononi mwa polisi, wakati si mtoto alipelekwa polisi, wakati ulienda ukachukua mtoto mikononi mwa polisi, au polisi walikuambia namna gani? Ile masaa niliingia hakukuwa na time ya kuongea mingi, sababu tuliokuwa tunaokuwa sababu ya election na tujui kuta happen nini. So story waliniambia we mtoto utachukua, tutakupea mtoto sababu ya hii time, lakini msaada yote, ukihitaji msaada yote kutoka kwetu, utatuita, utatuambia, utatupigia simu. Niko na namba za polisi kaa wawili. Ule mwenye nilitoa mtoto mikononi mwake, akaniambia ukihitaji msaada yote kuhusu hii kesi,
utanipigia. Na niko na namba ya ule ofisa wa watoto. Huyo hatukuonana, tulikuwa tunaongea kwa simu. Kwa hivyo sababu ile inafanya nikuulize hivyo, maybe kuna wakili anaweza kuwa hapa ama hata hao watu wanaweza kusema wacha basi, kama ni kesi ya mtoto, kuna kesi ya kujaribu kubakwa, wacha kutafutia hata kama ni wakili aende afuatilie hiyo mambo. Wewe unasema huna pesa ya kufuatilia hiyo maneno. Manake sasa hapa nimesikia kuna kesi ya kujaribu kubaka mtoto. Defilement, hata hiyo makaratasi walichukua na hiyo obinia nini? Obia hiyo iko kwa DCI, zote niliwapatia. Na kwa sababu mtoto anaendelea kukua, maybe kuna mtu wako hapa anaweza kusema wacha nisaidie huyo mama kwa kujua hii kesi itafuatiliwa namna gani. Hii kesi ya defilement ilifikishwa wapi, ilianziwa wapi, ilifikishwa wapi. Hii kesi nyingine ya mtoto amepotea, amechukuliwa na watu wenye hajui, amechukuliwa ameingizwa kwa nyumba yenye watu hawamjui, imefika wapi. Hapa mahali alichukuliwa akapelekwa kwa nyumba, akatolewa nguo ya ndani na hajabakwa, manake hospitali walisema hakubakwa. Imefika wapi na imefikia wapi? Manake sasa hata huyu mtoto hawezi kuwa na usalama. Hata akitoka hawezi kujua ni nani atamchukua na ni nani anaweza kuwa kwa nyuma yake. Sasa kwa sababu watu wanatazama na kuna mtu angetaka maybe kukusaidia, utuambie, ama sitakwambia uangalie ile kamera uambie, lakini waongeleshe. Waambie maybe kuna wakili yako hapo, maybe kuna mama ako hapo, ako na uwezo ya kukusaidia, anajuana na wakili fulani, anajuana na watu fulani, anaweza kukusaidia kutoka hapo. Maybe kuna mtu wako pale, anaweza kuwa na shilingi yake 500, anaweza kukusaidia ili uweze hata kutoka mahali wewe mwenyewe uko na mtoto wako, mubadilishe mahali mnakaa kwa sababu ya usalama wenu. Unawezaje kuambia hao watu? Na sitakwambia uangalie, lakini naomba uwaongeleshe, kwa sababu Mungu anatumia watu kubadilisha story zetu. Mungu anatumia watu kubadilisha maisha yetu. Mungu anatumia watu kwa kuondoa uchungu wetu ambao tuko nao. Mungu anatumianga watu. Ningependa waongeleshe, waambie vile ungetaka wewe mwenyewe na vile ungetaka hata kufuatilia hii kesi unapokuwa na uwezo wa kuifuatilia, manake ni mtoto wako na hii ni maisha ya mtoto wako. Mimi kama kuna mtu anaweza nisaidia, naweza taka sana pia kujua ni vipi huyu mtoto atasaidika, na nijue ukweli kwamba huyu alikuwa anafanya hivyo kwa nini, na kama kuna vile inaweza kuwa sheria ichukuliwe, hata mimi nitafurahi. Ukweli ikijulikana, sheria ichukuliwe, ndio iwe pia tutaokoa wengine. Kuna wengine pia wanaweza kuwa wako nje wanateseka hivyo na wananyamazia. Juu watu wanateseka na wananyamazia ni kukosa pesa, ni kukosa jinsi ya vile watafuatilia. Kama kuna mtu anaweza nisaidia, nijue ukweli, nitafurahia. Na pia nikuwe safe. Hata mimi nitafurahia. Juu kati ya hii story yote sijui ukweli uko wapi. Tulishaenda tukaripoti, imeandikwa kila kitu, nimeshapeana obia hiyo time ya defilement. Hii ingine nilienda na mimi nikaambiwa ningoje. Sasa sijui nimesimama wapi ndio wapi. Sijui usalama wangu ukoje. Naweza kuwa naogopa na iwe hakuna shida. Na pia kunaweza kuwa kuna shida na sijui. Na alafu pia ule mtu anafuatiliwa anaweza jua kabla, pia nikawa pia kwa hatari zaidi. Kulingana mahali niko. So kuna vitu tatu zile zinanipea shida. Ule mtu mwenye anafuatiliwa akijua kabla hatua haijachukuliwa, naweza kuwa kwa shida. Still sijui wale watachukua muda gani na wanafuatilia kiaje. Sijui ukweli uko wapi. Kwa hivyo naweza penda pia kujua ukweli. Na nijue vile ndasaidika, nikae pia nikiwa na amani, niache kukaa kwa live ya uoga. Unaona? Sababu mtu mwenye ameguziwa, hizi kesi zote mbili zimeguzia mtu mmoja. Na sijui amehusika party gani. So naweza penda kujua amehusika party gani. Ndio ile hajahusika tusiache tusimwekelee. Nijue ukweli. Labda kuna mtu wako pale ako na kazi, anaweza kupatia kazi ili uondoke mahali maybe huko, upate kazi mahali, ama hiyo kazi haina tatizo. Kazi hata mahali na solingi, kazi haina shida juu nilitoka mahali nilikuwa nafanyia juu ya hiyo time nilishtukia ndugu ya baba yao kwa hapo kando yangu.
So hapo mahali si rahisi nipatikane hapo. Kwa hivyo kazi una hustle tu vizuri. Na hustle vizuri, si mali anaweza kuja niseme nafanyianga hapa. Kazi sina kazi permanent ile naweza sema mtu akinihitaji atanipata mahali fulani. So uko comfortable na hivyo? Niko hapo na hustle. Ingawa nikipata tu kazi mzuri pia naweza furahia hata mimi kwa amani juu hata kazi yenye ninafanya ni kwa hustle. Si eti ni kazi yenye niko sure nitapata pesa. Ni ile unatokanga ukienda asubuhi unaweza pata ama ukose. Juu hata nikipata kazi yenye naweza fanya nikae mahali na amani. Naweza furahia. Manake kuna mtu ako pale anaweza kuwa hana pesa ya kukusaidia nayo. Anaweza kuwa hana uwezo wa kukufuatilia mambo kama hiyo, lakini yako na uwezo wa kukusaidia kupata kazi. Akusaidie na kazi uweze, kwa sababu ukiwa na kazi hiyo mambo yote unaweza kujisimamia. Ukiwa na kazi nzuri na kupatia pesa, utaweza kusimamia shule ya watoto wako, utaweza kusimamia kijana yako hata kama ni kumuondoa mahali umpeleke mahali pengine juu ya shule. Na wewe pia hata kama ni mahali unaenda unaitishwa hiki, unaweza kujilipia. Kwa hivyo kazi ya mikono yako inaweza kuwa muhimu kabisa. Muhimu, hutahitaji usaidizi wa watu ama msaada wa watu. Kwa hivyo kuna mtu wako pale anaweza kuwa na kazi, anaweza kuwa hana pesa kukupatia lakini ako na kazi ya kukupatia. Je, ungetaka kupata kazi ama mtu wako pale anaweza kusaidia na kazi? Mi kazi nikipata, bora ni kazi itaweza simamia watoto wangu, nitafurahi. Sababu si niko na kijana ako college, anahitaji pesa, anatumia fare, hiyo ni nyumba. Sababu mimi sina mtu yote nategemea mwingine hapa kando wa kunisaidia, ni mimi tu. So nikipata kazi yenye itaweza nisaidia kushikilia hizo shughuli zote zinaningoja, na pia ukuwe na amani. Na nikuwe na amani. Sina shida na hiyo, naweza fanya. Naweza fanya. Okay. So tutakuombea Mungu akuweke safe, kwa sababu ukiwa na amani unaweza kujifanyia kazi zako bila kuinua shingo kuangalia nani amekufuata. Tutakuombea Mungu na ili, kwa sababu justice ni Mungu hupeana. Tunaomba Mungu apeane justice kwa mtoto wako. Tunaomba Mungu atipatiane justice kama ukweli huyo baba ya watoto wako alijaribu. Na umeniambia uko na wasichana wawili. Niko na kijana mkubwa, kijana ako college. Huyo msichana amemaliza class 8 sasa, na huyo mdogo ako class 3 anaenda 4. Kali repeat juu ya venye nilimtoa huku juu niliwatoa katikati, wameenda mwezi wa 9. So kwa hivyo aka 4. kadogo baba hajapata nafasi ya kuwa nako, ama anaweza kuwa na repetition ya vitu kama hizo alifanyia huyu mkubwa. Huyu mtoto si unajua sasa kalikuwa kadogo, tulitoka huko kalikuwa nursery. Kalikuwa kadogo ndio kameingia nursery juice. So huyo hana tatizo lolote? Hana tatizo lolote. Na saa hii as we are talking siko nao na hapa Nairobi. Njia hiyo wako huko. Huyu hata nikuendea nimeendea kuja afanye mtihani. Hawako hapa Nairobi. Nilipata tu mahali wakasaidiwa, wanakaa, wanasoma, na wanakula vizuri. Tunakuombea Mungu akupatie neema na akupatie nguvu, kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kukulinda. Akutumie malaika wake akulinde wakati unatembea. Na kwa sababu tumesikia mambo imekuwa mingi, watu wanauana, watu wanapatana, unakuta watu wameuana. Tunaomba ulinzi wa Mungu ukakue juu yako na ukakue juu ya watoto wako. Na ninajua kwamba Mungu atakusaidia, na najua kwamba Mungu atakupatia kazi, na Mungu atakupatia jawabu. Na hata hiyo justice ile inataka ipatikane, Mungu akusaidie na afanye bidii, afanye wale wako na makaratasi zako na wale ambao wanahusika wakuwe na uharaka wa mambo, ili ukasikie nayo justice yako imepatikana na ukweli ukapatikana, ili tujue kama mtoto anahitaji counselor amsaidie kwa njia zile anaenda za hizi miaka yako nazo, ama anahitaji kushughulikiwa kiserikali, ama anahitaji kushughulikiwa counseling, akuzwe mawazo. Na pia wewe, kwa sababu hiyo uchungu si uchungu kidogo. Hata wewe kuna mtu wako pale anaweza kuwa anaweza kukusaidia hata kimawazo, hata kukuongelesha, kwa sababu counseling inasaidia hata kuondoa mtu vile anafikiria vingine. Itaweza nisaidia sana. Na hata huyo mtoto akipata counselor, mimi kwangu pia naweza furahia. Because pia hata mimi nitapata amani. Akae kama kuna hiyo katabia ya wasichana, pia asaidiwe na rekebishwe. Mimi hata akipata counselor pia naweza furahi sana. Ni mtoto wangu, siwezi taka apotee, siwezi taka ateseke. Ukweli ipatikane, mahali anafaa kusaidiwa kwa maneno asaidiwe. Mahali sheria inafaa kuhusika ihusike.
both sides mtoto asaidike na mimi pia nipate amani. Sababu nimekuwa kwa miezi 2 sasa kutoka hiyo mwezi wa 7 nimekuwa na meza dawa daily. Daily mimi nimemeza madawa daily. Nyumba ilikuwa kama chemist. Juu nimetoka asubuhi kuwaza naweza enda hivi nipatane na ubaya. Huyu mtoto nimefungia kwa nyumba. Hakuna na bado ananingojea mimi chakula. Saa zingine unakuta hata nashindwa kufanya kazi. I know. Narudi kwa nyumba nikiumwa na kichwa, naumwa na alsa. Nimemeza dawa kama zinakuanga chakula. Mimi dawa nimekula. Kutoka mwezi wa 7 nimemeza dawa. Na meza Mungu akusaidie. Hainimalizi uchungu. Na meza hii nachanganya madawa kila aina tu bora nisikia. Kwa siku na mela za hata mara 2 3. Nimemeza Panadol, kichwa itulii na nimemeza mara 1. Nimemeza dawa paka imekuwa tu excess. Ni kwa sababu ya mambo zile zinakusonga. Unasikia sasa imekuwa excess. Na tunajua kwamba Mungu atakubadilishia. Hii story Mungu atakubadilishia. Na mambo itakuwa mzuri. Na nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja. Nataka kukushukuru kwa sababu ya kuamini ati mtu anaweza kupata msaada. Nataka kukushukuru kwa sababu hukujificha, kwa sababu hata wewe pia unaweza kujificha ufanye kitendo pia. Pia wewe si ati huwezi kufanya kitendo, lakini tunajua kwamba Mungu atakusaidia na mambo yote itakuwa mzuri. Na ninajua kwamba kutakuwa kuzuri. Naomba tu upeane namba yako ya simu kwa sababu hata kama watu hawakuoni ni vizuri wapatie namba yako ya simu. Kuna mtu angetaka kukufikia, maybe akupe kazi ama akupe msaada yoyote yule anayeweza kukupatia. So naomba uwapatie namba ya simu na ili mtu anaweza kukufikia. Namba yangu ya simu Safaricom ni 0713 177 896. Rudia tena. 0713 177 896. Asante kwa sababu ya kukuja na ninatumaini ya kwamba Mungu atakurejeshea amani yako na furaha yako. Na ninajua wakati mwingine tukipatana utakuwa na hadithi mpya na utakuwa na ushindi wa Mungu. Na ninashukuru kwa sababu ya kukubali kukuja. Mtazamaji wetu wa Jijo Official, na kushukuru kwa sababu ya kukaa pamoja nasi. Na kushukuru kwa sababu ya kusikiza hii story. Ingine ni iko na uchungu, ingine ukiwa mzazi unasikia imekushinda, huwezi hata utaki masikio yako yasikie kwa sababu we ni mzazi. Na kwa hivyo mambo ingine iko na uchungu, lakini ninajua kwamba Mungu ambaye tunayemuomba ana uwezo na nguvu ya kubadilisha hadithi zetu. Ako na nguvu na uwezo wa kutuponya, ako na nguvu ya uwezo ya kulinda watoto wetu. Ako na nguvu na uwezo na mamlaka ya kutulinda sisi wenyewe na hata vile tunavyokaa. Atupatie amani, atupatie ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe ili tukafunge video ya siku ya leo, na ninatumainia kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi. Tunakushukuru Baba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Wewe ambao unabadilisha hadithi zetu, wewe ambao unabadilisha uchungu wetu na kutupatia furaha, wewe ambao unabadilisha mawazo yetu na tupatia mawazo ya kiungu, tunakushukuru na tunakuinua. Tazama udada amekuja hapa kwa sababu ya kuwa na mambo magumu sana kwa maisha yake. Naomba Bwana ukamrejeshea amani yake na ukamhifadhi. Asante kwa sababu utampatia amani. Asante kwa sababu utampatia nguvu. Asante Bwana kwa sababu utamlinda pamoja na watoto wake. Ile msaada anahitaji Bwana, naomba ukakuwe msaada wake wa haraka, na ili Jehova hata justice yake ikaweze kupatikana. Naomba ukampatie haki mwana wa Mungu, na ninaomba hata huyo mtoto kama anahitajika kusaidiwa na wewe Bwana, kama ni kusaidiwa kwa tabia, kama ni kusaidiwa na sheria, Bwana ninaomba ukaingilie kati na ili Jehova wakapate haki yao. Na waficha kwa damu ya Yesu Kristo inayonena mambo mema kwetu. Jehova naomba ukawaficha wanapotembea, wanapoondoka, watoto wanapocheza, wanapokula, wanapolala. Naomba ukawalinde mwana wa Mungu kwa utukufu na sifa kwa jina lako. Tunakushukuru na tunakuinua, maana tumeomba katika jina takatifu ya Yesu Kristo aliye mwokozi na mkombozi wetu. Tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Nakushukuru sana mtazamaji wetu. Bwana akubariki kwa kuwa pamoja nasi. Thank you mwiroreri witu wa Jijo Official. Kukwendithĩria muthenya mwega wina kirathimo, na nguthaithe tu uthie na mbere na subscribe YouTube channel yakwa Jijo Official, nigetha maundu ta matukora makahutha ona ithuĩ magatuhuthira, ni tondu ni gukugia na andu aingi tungikorwo twi nao. Ungikorwo wi hau no wende kuhe ugire witagwo Damaris, ungikorwo wi hau hihi no wende kuhe Damaris wira, no ukorwo wi wakiri, no uhote kumuteithia, namba yake ĩ hau ni gwikirwo
kungiko no uhote kumunyitirira ni undu wa tu wa safety ya ciana ciake nawe mwene nigetha gatigaga guthie ehugite arauma naku na arathie naku na kungikoro ona wi hau na iyo na ni uratwirorera na ni uhusikanite ona kesi ino yake ndaguthaitha witikire tu kumihiuhia Ngai akuhutie tu nigetha onake agie na haki na nigetha amenye kana mwana ni guthondeka kumwariria kana ni mwana gwethera counselor no nawe ungikoro wi hau yora counselor no wende kumuteithia na meciria onake we mwene ni arabatara guteithika na ni arabatara kwaririo nigetha onake mentality yake icenjie ni arabatara mundu ukumumiriria kungikoro wi hau no umuhurire thimu kungikoro wi hau wi wakiri no wende kumuteithia kungikoro wi na mbeca ciaku wi hau no umuteithie na ciringi 500 200 2,000 1,000 5,000 10,000 1,000 no uhote kumuteithia nacio onawe wi karibu nigetha muturire wake ucenjie na ni mundu mwirutiri wira kwoguo kungikoro no uhote ona kumuhe wira gutire undu ona umwe aregete nigetha muturire wake ucenjie na muturire wa ciana ciake ucenjie na kio kirathimo kia Ngai gikorwo gi hamwe na ithui thina mbere na go subscribe Jijo official Ngai witu akurathime o nginya hindi ria turiona na video ini iyo ingi mutugwo ni Ngai no tugwa magegania Ngai witu amurathime na mwike wega shalom shalom na tuthie na mbere na kuhoyanira na tuthie na mbere na kugitanira thiini wa ritwa ria Jesu Ngai amurathime o nginya hindi ria turicemania hindi iyo ingi Jijo official na namba ciakwa cia thimu ni nguriganiirwo ni kuheana reke iheane tu ungienda kunjariria ungienda guka uheane rugano rwaku rwa kumiriria mundu rwa kuoya mundu wi hau urona muturira wake ni ukinyite mwisho na no ende guka kuheana rugano ru kana woe mundu cio na iguru kana wende kumuteithia namba ciakwa i hau namba yakwa ni 0722 27 87 42 0722 27 87 42 Ngai witu amurathime na mwike wega o nginya hindi ria turicemania hindi iyo ingi mugitirwo ni Ngai na mwendwo ni Ngai. Thank you.